neno nilolileta kwenu, Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu ya ninyi kufanya haya yote ambayo yanafanyika hapa. Sehemu ambayo niko nayo ni huduma katika utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama mnapika huko, mtatamani munisikie. Neno ambalo tuko nalo ni huduma katika nini? Katika utakatifu. Huduma, nikisema huduma na maanisha mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema huduma na maanisha mzigo. Mzigo, utakatifu nao ni hali ya kutakata kunakotokana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaongelea mzigo katika hali ya kutakata kunakotokana na nani? Na Roho Mtakatifu. Kama tumekusanyika hapa leo, tunakiita ni nini? Ni huduma. Bado mwao di moyo etae huduma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaenda na shughuli kufanya nini? Huduma. Basi huduma ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana wengi tunafanya huduma lakini hatujui hata huduma ndio nini. Kuna wale ambao tunajua huduma lakini hatujui kwa nini tunaifanya. Na tunapoanza kuifanya hatuelewi tunamfanyia nani. Na kwa maana nimekuletea neno. Ndio maana nikwambia hii ndio sababu ya sisi kuwa hapa. Kama watu wametoka wapi? Nebraska? Ni kwa sababu ya hili neno ambalo nataka kukuambia hapa. Huduma. Maandiko katika kitabu cha Waebrania, maandiko yanasema kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambaye hakuna atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Kwa hiyo kitakacho kuingiza mbinguni ni nini? Utakatifu. Nataka nikufundishe kwanza maana kamili ya huduma. Nitaomba mtu mmoja anisomee kwanza kitabu cha Waefeso 4:11. Waefeso 4:11. Nahitaji dada mmoja nisomee Waefeso, kaka mmoja nisomee Kutoka 32:32. Dada hajasoma Biblia. Waefeso 4:11. Kutoka ngapi? Kutoka 32:32. Kutoka au? Hapana, nataka tuanze na Waefeso. Shapata? Karibu. Nasoma Waefeso 4:11. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wahubiri, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni mizigo mingapi? 5, right? Huduma maana yake ni mzigo wa Mungu. Mara nyingi watu huwa tunachanganya sana kati ya karama na huduma. Huduma nataka nikwambie ni mzigo. Karama ni zawadi, au kwa lugha nyingine naweza nikasema kwamba ni chombo ambacho kiko pale kwa ajili ya kusukuma mzigo uliopewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi na huduma ya uimbaji. Basi Mungu naye akanipatia karama katika ule mzigo ambao niko nao. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee Kutoka 32:32 nasema. Walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, ikiwa hutowasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusii katika kitabu chako ulichoandika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mtu fulani, mwanadamu kama sisi hapa, alimwambia Mungu ya kwamba kama sivyo yeye Mungu wa mbinguni avute jina lake katika kitabu cha uzima. Sisi kama unaelewa haya mambo. Yaani wewe unaenda kwa Mungu, unaenda kumwombea huyu ambaye yuko hapa. Unamwambia Mungu msamehe huyu. Kama hautamsamehe huyu ufanye nini? Univute mu kitabu chako. Teme ambayo tuko nayo ni nini? Huduma katika nini? Utakatifu. Nitatoa mfano fulani wa kanzu mbili. Bila kama
Mama mwenyewe mtumisha tusaidie hiyo hapo. Simama. Yes. Mwingine mwako na kanzu ya mweupe lakini iko na madoa. Berna naye simama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Teme ni nini? Ni huduma katika utakatifu. Yes, ndio pia nahitaji. Moja hii hapa ni kanzu nyeupe yote. Na ile pale ni kanzu ambaye ina mix. Ambayo ina mambo mengine kwenye mambo mengine yamechangwa huku kwenye hii kanzu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikisemekana kwamba tunatakiwa sote tuvae kanzu nyeupe ambazo ni nyeupe tu. Ukija na kanzu kama na hii ni kwamba ushaleta mambo mengine ambayo yako tofauti kwenye nini, kwenye mapatano yetu sisi. Sasa maandiko akatuambia hivi, tuweza tukapatia mambo yote, lakini tukikosa moja tumekosa juu ya mambo yote tuloyapatia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Huyo alikuwa ni mtumishi wa Mungu Musa. Yeye mzigo aliopewa, mnaweza mkakati. Mtumishi wa Mungu Musa alipewa mzigo. Mzigo aliopewa ulikuwa ni wa kuongoza wana wa Israeli. Mzigo huo alianza nao vizuri. Akatembea na huo mzigo. Nikisema mzigo na maanisha huduma guys. Mzigo aliopewa alitembea nao vizuri sana. Lakini ilifika kipindi akaitwa na Mungu milimani, akaenda kukaa huko muda mwingi sana. Alipokaa huko sana akashuka. Baada ya kushuka akakuta watu waliokuwa anawaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Washaanza kumwabudu Mungu ambaye yuko tofauti. Huduma katika utakatifu. Wao walianza kumwabudu Mungu, lakini Mungu waliokuwa wanamwabudu yuko tofauti. Wao walikuwa hawajali ya kwamba wanamwabudu Mungu nani. Kilichokuwa kwao ilikuwa ni nini? Wao wamwabudu Mungu. Haijalishi Mungu jua, haijalishi Mungu nini, wao wanataka kufanya nini? Kumwabudu Mungu. Sasa katika ibada zao walienda kuchanganya. Kiongozi wao hayupo. Kiongozi wao ameitwa milimani. Alipokuwa kule milimani, Mungu tena akamwambia Musa kwamba watu wako. Hakusema watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Wale walikuwa ni watu wa nani? Wa Mungu. Lakini alipopanda kule juu Musa akaambiwa tena watu wako. Tena sio watu wa Mungu tena. Unaona haya mambo? Kwa hiyo tunapokuwa katika kufanya huduma ya aina yoyote, kwanza tujua kwamba ni mzigo ambao umewekwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Huduma ni mzigo ambao umewekwa juu yako. Na huo mzigo una malengo matatu tu, that's all. Ukija lengo la 4 ni lengo ambalo liko tofauti. Lengo la huduma zote liko hapo. Ni ile Waefeso ile. Waefeso tulisomea 11, soma na 12 na tuyaone malengo matatu ya huduma. Tumisha msoma Biblia bamu kabisa. Mama wao mtawafundisha watu kusoma Biblia kabisa. Hii ni 12. Yes. Kwa kusudi la kukamilisha utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Usome taratibu sana. Kwa hiyo lengo la kwanza au sababu ya kwanza ni kufanya nini? Kukamilisha utakatifu. Kukamilisha utakatifu duniani. Kwa kazi ya utumishi hata mwili wa Kristo ujengwe. Jamani, hiki Kiswahili kinanisumbua sana. Waefeso ngapi? 4:10. Waefeso 4:10 na ngapi? Soma kwanza 12. 12. Tunasoma Waefeso 4:12 nasema. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Kwa hiyo kusudi la kwanza ni kufanya nini? Kukamilisha watakatifu. Kusudi la pili kazi ya huduma itendeke. Hata kazi ya huduma ifanye nini? Itendeke. Ndio kusudi la pili. Kusudi la tatu nalo hata mwili wa Kristo ujengwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo walisoma watu wa mingi sana nilitaja hapo. Umoja asome ili sote tutazo kwa pamoja. Soma.
Tunaenda Waefeso 4:12. Ndio. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo ndio makusudi matatu ya mzigo au mizigo ambayo tuko nayo. Kwa hiyo kama umetoka Missouri, Kansas City, kama umetoka Nebraska, kama umetoka Illinois, kama umetoka wapi, kusudi linatakiwa liwe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kilo kutoa kwenu kinatakiwa kiwe katika haya mambo haya. Kisipokuwa hapa, hauko pamoja na sisi. Ninyi ndo wale ambao maandiko yanatuambia kwamba walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Kwa sababu wa kwetu lengo ni moja. Imani ambayo tuko nayo ni moja. Mungu ambaye tuko naye ni Mungu mmoja. Tumaini ambalo tuko nalo ni tumaini moja. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo haya mambo ambayo yako hapa haya, ili tufikie hatua ya kuyafanya, tunahitaji kwanza utakatifu. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ni kitu ambacho akionekani kwa kawaida, ni kitu cha kujitahidi, ni kazi. Hivi tukisimamisha mtu mmoja tuambie sisi ni kina nani, atasemaje? Watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Babembe wacho tuchabile bayumbe makalai bai tuli bayumbe makalai tukichwa bayumbe makanzu bana bao. Mjumbe ni mjumbe kazi yake ni kufanya nini? Kupeleka ujumbe. Sisi ni wahudumu. Mhudumu kazi yake ni kufanya nini? Kufanya huduma. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama unaposhindwa kujua kwamba wewe ni mhudumu, kazi yako ni kuhudumu, tatizo lipo. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo lipo. Ili tufikie hatua ya kuliondoa hilo tatizo, tunatakiwa kwanza tujua kwamba wewe ni mhudumu. Ndio. Unafanya huduma gani? Unafanya nini? Huduma gani? Huduma yako ni ipi? Kwa sababu kuna hawa walipewa mzigo wako ni upi? Huyu maandiko anasema kwamba alitoa wamoja kuwa mitume, wengine manabii. Sasa wewe kazi yako aza mzigo wako ukiwa wa kinabii, ukija kwenye huku kuutume, huu mzigo wako umesimama hapa, unaanza kumsaidia mwenzako kusogeza mzigo wake. Umetoka kwenye sehemu yako, kitu cha kwanza vurugo itaingia. Bwana Yesu asifiwe. Hivi nisimame hapa nianze kunena kwa lugha. Mtu ambaye anajua mambo ya kunena kwa lugha ndo anitanga wewe. Kula mlita yale. Niona kama hapo tu hapa atola. Mungu ametewe. Lakini na mimi kazi yangu ya injili nikianza kuifanya hapa, nitakuwa niko vizuri. Huyo ambaye kazi yake ni unabii, akitoka kwenye unabii wake akija huku kwenye injili. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ni vigumu kutenda hii kazi ya injili na uko nabii, ni vigumu kuja kutenda hii kazi huku ukiwa na utakatifu. Kwa sababu kitu kwanza utaanza kujitahidi kutaka kuapprove watu ya kwamba wewe ni mwinjilisti. Ukitoka kwenye injili ukija huku unabii, utaanza kujitahidi aza kutaka kuwaonyesha watu ya kwamba mimi ni nabii kweli. Raba shakara baba nabii yule pale anakuona Mungu ametola mambo akawe. Ni vigumu kufanya kazi sio kuwa yako katika utakatifu. Ndiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana akamwambia Yeremia kwamba kabla hujazaliwa nalikujua. Na kabla hujatoka katika tumbo la mama yako nalifanya nini? Nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa kimataifa. Inamaanisha kwamba kabla hatujafika hapa duniani Mungu ashatujua. Na kama Mungu ashatujua, kuna lile ambalo anatuandalia tuje kuwa watu fulani hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu anatuandaa tuje kuwa watu fulani hapa duniani. Piga hesabu ya maisha yako. Ni wangapi waliozaliwa nyuma yako ambao washakufa? Ni wangapi mlozaliwa nao pamoja ambao washakufa? Kwa nini haujakufa? Kwa hivi vifo vyote vinavyoendelea, kwa nini haujafa? Mungu bado ana mpango na wewe. Mungu bado ana kile anachokiandaa kwa sababu yako.
Hadi Mungu afikia hatua ya kumuumba mwanadamu, alianza kumwandalia mwanadamu nini? Makao. Alipomwandalia mwanadamu makao, akampatia kazi. Akampatia huduma, akampatia mzigo. Mzigo wa kwanza wa mwanadamu ilikuwa ni uongozi katika shamba. Ulikuwa ni utawala katika shamba la Eden. Mwanadamu haje kutawala lile shamba, lakini mwanadamu kwa sababu alikosa utakatifu, alikosa utii, akaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, akaondoka kwenye ule utakatifu wake. Ashaanza kuitwa na Mungu, Adamu, uko wapi? Niko huku. Umekula tunda? Huyu mwanamke ulionipatia. Swali ni umekula tunda? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunafanya makosa, alafu tunachukua yale makosa tunayatengeneza yaonekane kwamba bila wengine singelifanya hili kosa. Mungu hataki masababu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni hataki masababu. Kama tuko na Mungu wa serious, anahitaji huduma ya nini? Ya serious. Kama tuko na Mungu ambaye ni mtakatifu, anahitaji huduma ya utakatifu. Hatuwezi tukawa watakatifu tusipokuwa na roho wa Mungu. Roho wa Mungu anatokana na nini? Na kumwamini Mungu. Kwa kuwa wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu, na wana wa Mungu ni wale wanaoongozwa na roho wa Mungu. Kama haujaongozwa na roho wa Mungu, wewe sio wa Mungu. Kuna jambo lililonihuzunisha sana leo. Sana. Aswa tena nilipokutana na hili tena. Niliumia sana. Kipindi tulipoanza huduma tulikuwa watoto kama 18 hivi. Tukaanza huduma. Hakuna mtu alijaga kutuhubiria sieti. Kama ondowe Mkristo akamilika, onjingi la maombi, onjipata makanzo haikuaga hivyo. Hapo kuna baba yangu aza mzazi wetu alotupeleka kwa maombi kwa njia ya magonjwa. Tulikuwa nyumbani tu tukashauriana kwamba twende kwa maombi na tukaenda kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tukaingia tukaanza kuomba kama hivi mweleweka, tukaomba. Ile furaha ya wokovu ikakaa sana ndani yetu. Tukafanya sana huduma. Watu wakaona moto wa Mungu. Mkono wa Mungu kaonekana pale. Lakini ninavyokuambia leo, wale kama tulikuwa watu 10 na ngapi, tumebakia watu 2. Katika hao watu 2 tena mwenzangu naye ndo kabisa sielewi kama ashagaenda kama ni mimi, haeleweki kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kama mzigo wa Mungu uko kwako, utaufanya utake usipotaka. Kuna mtu mwingine angetamani leo sitaenda kule, lakini roho hairuhusu, moyo wake hauruhusu. Mtu mwingine angetamani sasa ningekuwa nalala kipindi hichi, lakini moyo wake haufanyi nini? Haumpi ruhusa kabisa. Obolala na aniachia mtumiwa Bwana Yesu asifiwe. Moyo hauruhusu kabisa. Kwa sababu ya nini? Kuna mzigo ambao wako nao. Mwimbaji wa Kilembe akaimba kwamba nete nshiko wa Yesu hapana mwitae. Kwa hiyo huu mzigo ni mzigo ambao ni mkubwa sana. Kwa hiyo kama ni mzigo mkubwa sana, ni kwa mfano unaambiwa ya kwamba utatoa mzigo fulani hapa kama una drive. Utatoa mzigo fulani hapa unaupeleka Kansas City. Na katika hali ya kupeleka huo mzigo unatakiwa uende unavaa manguo ya orange. Sasa na wewe ukijiongeza na kusema kama nitafika hapa bila manguo, nikitafika kule ndio navaa hiyo manguo. Hauendani na huyo Mungu. Ndio huduma utaifanya, ndio kazi utaifanya, kwa sababu ni mzigo wa Mungu ambao uko pale. Je, ni katika utakatifu? Kuna watu ambao wana karama hawana huduma. Kwa hiyo hao watu iko hivi, nilikwambia karama ni zawadi. Hao watu iko hivi, aweza kafika hapa anaimba sana, anaimba mwisho siku anaenda. Na watu walijazwa sana hapa, na watu walibarikiwa sana hapa, anaenda. Ajali kabisa. Lakini kuna mwingine ana ule mzigo. Anaona kwamba nisipofika pale, sitakuwa na amani kabisa. Lazima afike hapa. Yawezekana hata imba, lakini kwanza afike hapa. Huo ni mzigo wa Mungu ndani yetu. Sasa huo mzigo una kanuni za kuupeleka mbele. Wangapi ambao wako na Biblia? Amen.
Wangapi ambao wamesahau Biblia nyumbani? Wangapi ambao wamesahau kanzu nyumbani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wangapi ambao wamesahau kanzu nyumbani? Wapo, right? Wapo. Na wengine wamesahau Biblia. Sasa hili ni tatizo kubwa sana. Hili ni tatizo kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili ni tatizo kubwa sana. Mungu ambaye tuko naye sio Mungu wa kawaida. Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya kazi zake tusizifanye kikawaida sana. Nikihitaji kanzu nitaivaa, nisipohitaji nikihitaji Biblia nitaifanyia, nisipohitaji Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haiko hivyo. Kwenye ufalme wa Mungu hatuendani hivyo, hatuendaji hivyo kwenye ufalme wa Mungu. Haiko hivyo kabisa. Mungu anahitaji watu ambao ni wakamilifu katika kazi yake. Mwanadamu hajakamilika. Kwa hiyo kinachotukamilisha sisi ni Roho wa Mungu ndani yetu sisi. Kwa hiyo tunatafute huyo Roho. Tunapompata huyo Roho, tuna kazi nyingine ya kulinda ule Roho wa Mungu asiondoke kwetu. Na kwa maana kazi ya Mungu hasa mambo ya kuokoka sio swala la siku moja. Kuokoka sio swala la siku moja. Nimeamua leo naokoka na mtumishi hekima sio na vile kanzo etela yowele ama wawaile ule. Akikiana bala unaenda kimiza azwe. Anaingia anajaza unaona si ndo mtumishi huyu. Siku mbili tatu tena mnakutana naye kule kwa alikuaga mtumishi halo wabili. Ndio hivyo. Mtangole ana na hiyo vitu. Umetosha kanisa unakutana hata naye Sunday, umetosha kanisa. Unaona ana Biblia, mara nyingine anatembea na Biblia hivi. Sika kuna umeaoli ni mola wa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Mbele yale umoka kanisa huko. Wewe unasikia hivi kuonekana kama unaenda kanisani. Lazima kuna kitu ambacho unakitenda huko. Mtumishi mwingine anasikia hivi kujulikana kwamba yeye ni mtumishi. Kuna kitu unakitenda huko. Unatakiwa ukiache ili kuenenda vizuri na huyu Mungu katika hizi huduma. Kuna mambo katika maisha ni lazima tuyaachilie. Inawezekana tulikuwa tunayapenda sana, Mungu ashatupenda zaidi. Mungu ndiye pendo. Naweza nikakupenda nikakuambia kwamba I love you, lakini mwisho wa siku sikupendi. Mwisho wa siku nilikuwa nakupenda kwa sababu ya kitu ambacho uko nacho. Lakini Mungu hakutupenda kwa vitu ambavyo tuko navyo. Alitupenda bila sababu. Alituchagua bila sababu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunapokuwa tunafanya kazi yake tusiangalia masababu. Tunapoangalia masababu hatufai kwenye ufalme wa Mungu. Hatufai kwenye ufalme wa Mungu. Tuachane na yale mambo tunayoyatenda ambayo yanaondoa utukufu wa Mungu ndani yetu. Mungu ni roho na wanaomwabudu imewapasa kumwabudu Mungu Baba katika roho na kweli. Watumishi wa Mungu, kuna dhambi tunazozifanya mimi sizioni, kaka yako hazioni, baba yako hazioni, unaziona wewe na unazijua wewe na unazifahamu wewe. Mungu amesema ya kwamba acha leo. Amen. Mungu amesema acha. Kaka yako wa karibu yako hajui kabisa. Ndugu yako hajui, unajua wewe na Mungu wako. Bwana amesema ya kwamba uache. Siku ya wokovu ni leo. Siku ya kuokoka ni leo. Kuvaa hizi kanzu sio tendo la wokovu. Wokovu ni utakatifu unaotokana na Roho Mtakatifu. Huwezi ukafanya dhambi na Roho Mtakatifu anaishi kwako. Maandiko yananiambia ya kwamba yeye akiwa ndani yetu anashuhudia ndani yetu. Roho Mtakatifu kama hashuhudii ndani mwako, that means hayumo ndani mwako. Mtu ambaye ana Roho Mtakatifu ndani mwake ni mtu ambaye anaposikia neno la Mungu anatetemeka. Isaya anatuambia hivyo. Isaya 66:2 nisomee. 66:2 Isaya. Isaya 62. 66:2. 66. Mstari wake wa 2. Nasoma katika jina la Yesu. Maandiko yanasema ya kwamba Isaya 66 mstari wake wa 2. Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Maana mkono wa Mungu ndio uliofanya mambo yote duniani. Vitu hivi vyote